Hapa zamani palikuwa kama paradiso ya wanyanyasaji. Miaka 10 baadaye, wale wanarudi wakiwa wamevalia magauni ya kifahari kupokea tuzo. Na Dong-eun ambaye alikuwa mwathirika wao, anawakaribia moja kwa moja akiwa na tabasamu na kusema, "Umekuaje Yeonjin? Naangalia kipindi chako, ukiwa kwenye skrini unaonekana mzuri sana." Kundi linahisi kama linamfahamu lakini haliwezi kukumbuka jina lake, isipokuwa kiongozi wao Yeonjin, anayemtambua mara moja na kumuuliza kwa unafiki hali yake, na Dong-eun anajibu kwa utulivu kuwa yuko sawa na ndoto yake iko karibu kutimia. Wakati Yeonjin anafurahia makofi jukwani, Dong-eun anamtazama kwa makini kutoka kwa hadhira, na hapo pazia la kisasi chake linafunguliwa rasmi. Mfanyakazi wa ndani nyumbani kwa Yeonjin ameteseka kwa miaka mingi kutokana na ukatili wa mume wake, na ili kutoroka hali hiyo, anaamua kushirikiana na Dong-eun, akiwa na jukumu la kufuatilia watu na kukusanya taarifa, huku Dong-eun akiahidi kumsaidia kumwondoa mume wake mnyanyasaji. Mfanyakazi huyo anaanza kufuatilia kundi hilo mchana na usiku, mpaka anapata taarifa muhimu kwamba Yeonjin mara nyingi humpeleka binti yake kliniki ya macho. Dong-eun anakumbuka siku za shule ya sekondari, ambapo kijana tajiri aliyekuwa na tatizo la kutofautisha rangi alidharauliwa na kisha akampiga aliyemdhihaki vibaya sana. Na hapo anagundua wazi kuwa binti wa Yeonjin ni mtoto wa mwanaume huyo. Dong-eun anasema moyoni, "Huwezi kuigiza vizuri kwa binti mzuri, Park Yeonjin." Hatua yake inayofuata ni kumkaribia mume wa Yeonjin aitwaye Jae-jun, na anagundua kuwa anapenda kwenda klabu ya mchezo wa Go, ambapo ujuzi mkubwa wa Dong-eun unamvutia sana. Ujuzi huo aliujifunza miaka 4 iliyopita kutoka kwa mwanaume aliyekutana naye kwa bahati aitwaye Yu Jung, mwanafunzi bora wa udaktari, na walipotezana baada ya yeye kufaulu mtihani wa ualimu, lakini wanakutana tena bila kutarajia. Miaka 4 baadaye, bila yeye kujua kuwa mtu huyo atakuwa silaha kali zaidi katika kisasi chake. Mbali na wale wanyanyasaji 5, mtu anayemchukia zaidi ni mwalimu wake wa zamani wa darasa, na anajitahidi sana kumkaribia mwana wa mwalimu huyo. Siku ambayo mwana huyo anasherehekea mafanikio yake kazini, Dong-eun anaenda moja kwa moja nyumbani kwake na kumtishia mwalimu kwa ushahidi wa makosa yake ya zamani kwa polisi, hali inayomkasirisha sana hadi anapata mshtuko wa moyo na kufariki usiku huo. Wakati huo huo, mfanyakazi wa ndani anatoa video nyingine muhimu, na mwanzoni Dong-eun haoni kitu cha ajabu hadi anapoonyeshwa uhusiano uliojificha ndani yake. Mara moja anakutana na afisa mkubwa wa bodi ya elimu